Nafikiri mnafahamu na mnakumbuka kwamba hapa mahakamani kulikuwa kuna kesi namba 83/23 ya mwaka 2025 maarufu kama kesi ya mgogoro wa mali za chama, kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Zanzibar, ambaye kimsingi alifungua maombi hayo tarehe 9 mwaka jana mwezi wa 4, siku ambayo mwenyekiti wetu Tundu Lissu anakamatwa akiwa Songea. Kesi kaletwa hapa mahakamani na leo imefikia tamati kesi hiyo. Na kimsingi vile vile mnakumbuka kwamba wakati kesi inaendelea tuliandika barua kwa Jaji Mkuu kulalamika juu ya mwenendo mzima wa kesi hii, na jarada likaitwa mahakama ya rufani. Baada ya kuitwa mahakama ya rufani, mahakama ya rufani ikatoa amri kwamba tusikilize au mahakama kuu isikilize kwanza pingamizi la awali juu ya uhalali wa hati ya mashtaka hati ya madai ambayo ilifunguliwa na Said Issa Mohamed pamoja na wenzake, na tulisikilizwa madai hayo au mapingamizi yetu. Baada ya kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Ngunyale, na leo madai hayo ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili yametupiliwa mbali na mahakama hii. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza kisheria sasa, na maombi mengine yote ambayo yanaendana na hii kesi ya msingi nayo yanakufa kifo cha asili. Kwa hiyo shauri hili limeshaondolewa hapa mahakamani bila gharama. Lakini tunaomba tuwakumbushe tu kwamba madai yao yalikuwa ni matatu, kwamba chama kimekuwa kikiwabagua Wazanzibari au wanachama wa Zanzibar kwa maana ya rasilimali za chama au mgawanyo ambao sio sawa rasilimali za chama. Vile vile wakalalamika kwamba viongozi ambao ni waandamizi wa chama wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinavunja muungano, na vile vile wakalalamika kwamba kumekuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Lakini sheria inasema kwamba unatakiwa uonyeshe ni muda gani malalamiko yako yameanza. Sasa kwenye hati yao ya madai hawakuweza kuonyesha malalamiko yameanza wakati gani, na mahakama imesema imeshindwa kujua msingi wa malalamiko yao umeanza tarehe ngapi na muda na lini. Sasa kisheria unatakiwa uonyeshe muda ambao malalamiko yao yameanza. Sasa kwa kuwa wameshindwa kuonyesha muda wa hayo malalamiko ambayo nimeshataja, tafsiri yake ni kwamba maombi hayo yanakosa uhalali wa kisheria kuendelea kuwepo hapa mahakamani. Na leo hii ndio tumefika tamati ya kesi hiyo, na sasa chama bado kiko huru kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa.